Kitabu cha Waebrania 9:22. Amen. Biblia inasema waraka wa Waebrania sura ya 9:22. Na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Haleluya. Na katika Torati vitu vyote husafishwa kwa nini? Kwa damu. Vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo damu hakuna ondoleo. Na sisi leo tunajifunza juu ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu haikuwa damu ya kawaida. Na tukumbuke Yesu hakuzaliwa kutokana na mapenzi ya baba na mama. Bwana asifiwe sana. Narudia hapo. Yesu kuzaliwa kwake. Natamani baada ya somo hili uwe una uwezo mkubwa sana wa kuelezea wokovu wako na kujua thamani ya wokovu uliokuwa nao. Kuna tamani uniazime ufahamu wako sana. Yesu katika mwili hakuwa na baba. Na tunafahamu kwa nini mtoto, tunasema mtoto huyu ni wa baba na si wa mama. Kwa sababu kitaalamu wanasema ni damu ya nani? Ya baba. Ndio, tangu mpo hapa. Nasema huyu ni damu yangu. Kwa hiyo kinachotupa jeuri ya kusema huyu ni mwanangu ni damu yangu. Hakukaa tumboni kwangu, alikaa tumboni kwa mama yake. Ila hii ni damu yangu. Si ndio? Kwa hiyo mwanao yule William ni damu yako. Ndio maana tunapotia mashaka kwamba yule fundi aliyokuwa anaongeza kibaraza pale hakuna nani yote, hebu tukapime. Kupima mnapima nini? Malaria. Tunapima damu DNA kujua huyu ni damu yangu, si ndio? Sasa Yesu, hakuna mwanadamu yoyote ambaye angepima DNA yake au damu yake ingeonekana huyu ndiyo baba wa nani? Wa Yesu. Bwana asifiwe. Sasa hii inatupa picha kwamba kama Yesu hakuwa na damu ya baba, kwa sababu hakutokana na baba, manake originality ya damu ya Yesu, narudia, originality, original ya damu ya Yesu haitokani na mwanadamu. Amen. Haitokani na mwanadamu. Na tunafahamu tangu Adam kuendelea mbele kote, kila mwanadamu aliyezaliwa ambaye chimbuko lake ni Adam, ni kukutana kwa Adam na Hawa. Arudia vizuri hapa. Yaani sisi wote chimbuko letu ni kukutana kimapenzi kati ya Adam na Hawa. Kweli si kweli? Ndio uzao ukafanyaje? Ukaendelea. Wakaendelea. Lakini asili ni Adam alipomjua nani? Mkewe.
Kwa sisi wote damu zetu zinatokana na mwanadamu, ila hakuna damu ya mwanadamu yenye mchango kwenye damu ya Yesu. Na nina hakika hata kama ingetokea wanapima wataalamu grupu gani la damu, lingeonekana tu grupu lolote, kwa sababu tu Yesu alitaka kuishi katika kanuni za kibinadamu kwa 100%. Si ndio? Haleluya. Sasa kwa nini naanza huko? Tutambue kwamba damu ya Yesu haina hata chembe ya asili ya dhambi, kwa sababu damu ya Yesu haikuwa miongoni mwa damu zilizokuwa corrupted na shetani. Haleluya. Haikutokana na mwanadamu. Kwa ni damu ya pekee. Na Mungu wakati anawaambia wana wa Israeli kwa ajili ya upatanisho wa dhambi zao watoe wanyama, alitaka wanyama walio safi. Na kwa nini alitaka wanyama? Kwa sababu hakuna damu ya mwanadamu ingeweza kukidhi matakwa ya Mungu kwenye upatanisho kati yake na Mungu. Haipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa damu ya Yesu haifananishwi na damu ya mwanadamu yoyote. Haifananishwi na damu ya mnyama yoyote, ya samaki yoyote, ya ndege yoyote, ya kiumbe chochote chenye uhai chenye damu. Damu yake haiwezi kufananishwa. Ni damu maalum. Originality yake ni kutoka mbinguni. Kwa sababu mimba yake haijatungwa kutokana na damu ya kutoka kwa mwanaume, ila ni kwa uwezo wa Roho Takatifu. Hapo tunaelewana? Amen. Kwa Yesu aliishi 100% kama mwanadamu. Aliishi maisha ya mwanadamu. Wewe unaishi maisha yako kwa sababu wewe ni mwanadamu, ila Yesu aliishi maisha yetu kwa sababu hayakuwa yake, ila aliyaishi. Kwa mfano leo tuamue tukamchukua Mama Shadia, tumchukue Shadia au tumchukue nani? Tumchukue mtoto mdogo tumpeleke polini, tumuache kule. Yule mtoto tukenda baada ya miaka 3-4 tutakuta amerithi tabia zote za wanyama ambao alikuwa anaishi nao. Kweli si kweli? Kwa atakuwa anaishi maisha ya wanyama, ila yeye sio. Atakula kama wao, anaweza akaongea hata lugha zao, atakuwa na matendo yao, ataishi, atalala kama wao, lakini yeye sio nani? Sio mnyama. Ila ataishi 100% zote kama mnyama, japo yeye sio mnyama. Na hapo ndipo watu wanaposhindwa kuelewa uungu wa Yesu, kwa sababu tu Yesu aliishi maisha ya wanadamu. Na kama angeishi maisha kwa 100% kama Mungu, 100% kama Mungu, pia tusingemuelewa, kwa sababu kwanza tusingemuona. Sababu Mungu ni roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kwa damu hii sasa ambayo ni maalum
sana ambayo Mungu alipotafuta hakuona kiumbe chochote ambayo damu yake itastahili, pamoja na mafahari wote wa gharama, akaona ni damu ya mwanawe wa pekee ndiyo itakayoweza kufungua mlango wa rehema. Rehema manake huruma, mlango wa huruma ya Mungu kwa wanadamu tuliokuwa watenda dhambi, ambao Mungu asingeweza kututazama. Bwana asifiwe. Ukuta wa Mungu na mwanadamu ni dhambi. Amen. Ni dhambi tu. Sasa hii damu ya Yesu ndio yenye uwezo ya kuvunja mizizi, ya kung'oa visiki na kuondoa utumwa wa dhambi. Wakati damu za wanyama zilikuwa zinafunika, yani una nguo chafu sana, alafu unachokifanya badala ya kuvua ile nguo ukavaa safi, unavaa nguo safi juu ya nguo chafu. Hapo utakuwa msafi au msafi? Ni sawa na mtu ambaye hataki kuoga, anavaa bila kuoga, afa anajipulizia perfume ili akipita anokie. Au ni sawa na mtu ambaye hataki kupiga mswaki, alafu anakula pipi, anamumunya pipi kifua ili akiongea mambo yaende vizuri. Hiyo itamaanisha kwamba huyo hicho kinywa ni kisafi sasa? Au wewe kunukia manake ndio umekoga? Bado. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, haleluya. Kwa hiyo hii damu yenyewe sasa ndio damu iliyostahili kung'oa kabisa, kuondoa kabisa, kusafisha, kutakasa kabisa uovu na dhambi ya wanadamu. Ndio ambayo ingeweza kumfanya Mungu asamehe na kusahau na kuweka mbali kabisa maovu yetu mbele zake. Andiko anasema ijapokuwa dhambi zenu zi nyekundu kama atazisafisha na kuwa nyeupe kama. Hiyo ni kazi ya damu ya Yesu. Sio sadaka nyingi, sio maombi mengi, sio mifungo mingi, wala sio mikutano mingi ya Injili unayohudhuria, ila ni kumpokea Kristo ili ile damu sasa isafishe uovu, alafu ustahili kuitwa mwenye haki wa Mungu. Kupata haki na kibali mbele za Mungu, lazima hii damu ya Yesu ikusafishe na kuondoa kila kitu. Bwana asifiwe. Sasa nafundisha damu ya Yesu, tutaona namna ambavyo wokovu haukuwa tu kwa ajili ya ondoleo la dhambi tu. Wokovu ni package. Wokovu ni kifurushi. Ukisha ikubali damu ya Yesu, ina vitu vingi inafanya vitakavyokufanya uishi tofauti na mwenye dhambi ukiwa hapa duniani kabla ya kwenda mbinguni. Haleluya. Na baada ya somo hili litakufanya uwe na ujasiri na kujitambua kwa upya kabisa wewe ni nani na kuishi maisha ya ushindi. Sasa damu hii tutaenda kuiangalia
maeneo kadhaa ambayo tunaishuhudia damu ya Yesu. Maeneo kadhaa. Sasa unaweza ukaandika maeneo kadhaa ambayo tutaishuhudia damu ya Yesu. Maeneo ambayo tutaishuhudia damu ya Yesu. Eneo la kwanza, kabisa, andika katika bustani ya Getsemane. Katika bustani ya Getsemane. Meshaandikaje? Haya. Tunafahamu nini kilitokea pale kwenye ile bustani ya Getsemane. Hebu tusome katika kitabu cha Mathayo sura ya 26. Mathayo 26 mstari wa 37 na wa 38. Akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akaenda 38 imeisha. Amen. Hapo tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Tunaona Yesu anazungumzia habari ya huzuni kiasi cha kufa. Na tukumbuke jambo moja. Yesu aliishi kama mwanadamu 100%, lakini pia alikuwa ni Mungu 100%. Moja ya sifa ya Mungu ni kufahamu yote. Kwa Yesu akiwa kama Mungu alifahamu anachokwenda ama kinachokwenda kumkuta. Alifahamu namna ambavyo watamkamata. Alifahamu namna ambavyo watamtesa. Alifahamu namna ambavyo watamtemea mate. Alifahamu namna ambavyo watamdhalilisha, watamwaibisha. Alifahamu kwamba watampiga sana. Alifahamu kwamba watamgongemelea na misumari. Alifahamu kwamba watamweka taji ya miiba. Alifahamu kwamba kwa uchungu sana atakata roho. Yote aliyafahamu. Sasa si jambo dogo. Haleluya. Ukijua huko mbele kuna simba utaenda? Wendi. Bwana asifiwe. Yeye sasa alifahamu. Kwa hiyo alikuwa katika huzuni kiasi cha kufa. Huzuni kubwa, akifumba anajiona namna ambavyo wanamkamata na kumburuta, namna ambavyo heshima yake inaondolewa, namna ambavyo anadhalilishwa mbele ya watoto, mbele ya wakubwa, mbele ya wanaume, mbele ya wanawake, namna ambavyo anakwenda kuaibishwa. Anaona namna ambavyo anaburutwa kuelekea Golgotha na msalaba, jinsi ambavyo watafika pale wamweke kwenye msalaba, namna ambavyo msumari unapita kwenye kiganja cha mkono. Haikuwa hali ya kawaida. Akahuzunika, akasikia uchungu kwa kiwango cha kufa.
Ni sawa na una kesi, alafu kesho ya ndio hukumu, na unaona kama hii hukumu mimi nitafungwa. Unaanza kuiwaza hayo maisha ya jela. Ukafika pale hakimu akakwambia aidha uende jela au utoe nyumba yako. Na kwambia kwa namna usiku ulivyotafakari maisha ya jela, itakuwa rahisi kutoa nyumba yako kuliko kwenda jela. Bwana asifiwe. Kwa unaweza ukaona ni kwa kiwango gani Yesu alikuwa na huzuni. Haleluya. Haleluya. Somea tena katika Mathayo hiyo hiyo 39 mpaka 44. 26 39 mpaka 44. Ile 26. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama mimi nitakavyo, bali kama utakavyo wewe. Akawajibu wale wanafunzi, akawajia wale wanafunzi, akawakuta wamelala. Akawaambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu. Akaenda tena mara ya pili, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwa haiwezekani kikombe hiki kiniepuke, nisipokunywa mapenzi yako yatimizwe. Akaja tena akawakuta wamelala, maana macho yao yamekuwa mazito. 44. Akawaacha tena, akaenda akaomba mara ya tatu akisema maneno yale yale. Asante. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Kama Biblia ni yako, hebu pigia mstari ya maneno, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Bwana asifiwe. Mwandishi anatuonyesha namna ambavyo Yesu aliomba mara tatu ombi hilo, Baba, ikiwezekana haya mateso, ikiwezekana huku kupigiliwa misumari, kuaibishwa, kudhalilishwa, kutukanwa, ikiwezekana hiki kikombe kiniepuke, nisikipitie, ikiwezekana na kuomba, lakini si kama nitakavyo mimi. Kwani yeye alikuwa anatakaje? Alikuwa anatakaje? Kimwepuke. Mimi natamani kikombe hiki cha mateso kwa kweli kiniepuke. Unajua, ukisoma Biblia unaweza ukaona kazi alifanya Yesu ilikuwa rahisi kwa sababu alikuwa ni Mungu. Lakini kumbuka, anaomba maombi haya hata bado hajaonja joto ya jua, ila akitazama kinachoenda kutokea anapatwa na huzuni kiasi cha kufanyaje? Cha kufa. Maana yake haikuwa kazi ndogo.
halikuwa jambo la kulala na kuamka. Mateso haya hayakuwa mepesi, na tangu Yesu hakuna mwanadamu aliyeteswa kwenye kiwango alichoteswa nacho Yesu. Alipo Bwana sifiwe. Sisi mtu akiteswa tu tunaandamana. Alipo analia ikiwezekana, lakini anasema akakumbuka, hapa nipo kwenye kazi maalum, kazi ambayo ilikosewa na Adam na Hawa. Walikosea kwenye bustani ya Eden, nami ninakuja kuisahihisha kwenye bustani ya Getsemane. Pale Eden kulikuwa na mpambano mkali. Najua Mungu alipotuumba alitupa kitu kinachoitwa nguvu ya matakwa. Nguvu ya matakwa, yani kuamua kulingana na matakwa yako. Sawa eh? Yani we unaamua. Ndio maana akamwambia Adam, hebu wape majina hao. Adam hakuwa anauliza, sasa huyu niipe jina gani? Alikuwa anauliza anachojisikia, ana jina analolisikia ndio analoliita. Bwana asifiwe sana. Wakaja wanyama. Unajua, ngoja nikwambie, nikupe kasirika fulani hapa kadogo nje kidogo ya somo. Wakati Mungu anamwambia Adamu atoe majina kwa wale wanyama wote, ndani ya Adamu kulikuwa na shauku fulani ya jina fulani ambalo lifanani, yani unajua unaweza kuwekewa vyakula vingi ila kuna shauku ya chakula fulani, alafu ukala vile vyote ila kale kahamu ka kile chakula kasitimizwe, kwa sababu pale kwenye vile vyakula vingi ulivyowekewa pale hakipo, si ndio? Kwa Adam akapewa nafasi ya kutaja majina. Wakaja tembo, akawa wewe tembo, wewe fisi, wewe nyani, wewe nguruwe, wewe paka, wewe sungura, wewe nini, kamalizi. Lakini bado kale kahitajika akawepo. Siku moja Bwana akampiga usingizi, hapo akamkutana na mtu, wewe ni mfupa katika mfupa wangu na nyama katika nyama yangu, utaitwa mwanamke. Hapo sasa akuendelea na program ya majina ikaisha. Sasa wakiwa kwenye bustani ya Eden, shetani alitambua, kwa sababu sasa hivi maamuzi yao, wana nguvu na maamuzi yao, na maamuzi yao ni kuamua kulingana na mapenzi ya Mungu. Basi kabla ya nguko hapakuwa na maamuzi mengine nje na mapenzi na nani? Ya Mungu. Kwa hiyo shetani cha kwanza akataka kuondoa, kuiba uwezo wa kufanya maamuzi kulingana na mapenzi ya Mungu. Hiyo hali hiyo akaitaka. Akaongea na Hawa. Bwana wewe. Na nikasema, bwana, kwa hiyo siku zote ambazo walikuwa awali ni kwa sababu hawawezi kufanya maamuzi ya kula ule matunda ya ule mti, kwa sababu hayo maamuzi watakuwa wamefanya maamuzi kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa huo uwezo walikuwa nao. Shetani akajua hapa nikiwapata hapa tu nimechukua. Akawadanganya. Walipokubali kutii, manake walitii, walifanya maamuzi kinyume na matakwa, kinyume na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Sio, unanielewa hapo? Unanielewa? Kwa kuanzia pale shetani akaiba ile nguvu
ya wewe kufanya kutokana na matakwa yako kwa mujibu wa mapenzi ya nani? Ya Mungu. Sasa unafanya kulingana na matakwa yako binafsi bila kuangalia hii ni mapenzi ya Mungu au si mapenzi ya nani? Ile nguvu ile ikaondoka. Kwa hiyo ndio maana sasa baada ya pale maamuzi ya mwanadamu 99% hayatokani na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Na hata ikifika mahala ambapo unataka kuamua kulingana na mapenzi ya Mungu, unakuta kuna vita kubwa, unashindwa kati ya ibada na kwenye kikoba. Niende wapi? Unajikuta nguvu ya kwenda kwenye kikoba ni kubwa kuliko ibada. Kwani sisi tulikuwa tunampenda Mungu hata kabla tujaokoka? Kitu gani kilikuwa kinatushinda? Maamuzi. Unashuhudiwa Yesu anaokoa. Sasa kwenye maamuzi, kuamua sasa kuanzia leo niache kuvuta bangi, yaani niache sigara, yaani niamue kuokoka. Kwa sababu kuokoka ni maamuzi kutokana na mapenzi ya Mungu, ambayo shetani hayo maamuzi aliyaiba. Sasa Yesu anayarejesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema tena Yesu asifiwe. Amen. Yesu anapambana sasa hapa. Kuna mambo mawili. Maamuzi yake kulingana na mapenzi ya Mungu ni lazima kikombe akinywe. Lakini maamuzi ambayo hayatokani na mapenzi ya Mungu, kikombe kimwepuke. Umeelewa hapo sasa? Mawili hapo. Ama kikombe akinywe au akiepuke. Na maandiko yanasema akaomba hivyo mara ngapi? Mara 3. Sasa pale tunaona kuna mahala mpaka jasho lina ambalo kama damu linatiririka. Kwa mara ya kwanza damu inatajwa kutoka kwa Yesu. Hayakuwa maombi mepesi, kwa sababu kuna watu anafanya maamuzi kwa ajili yao. Anarudisha nguvu ya maamuzi kwa yeyote atakayeamini. Kiniepuke, ila Baba kama utakavyo. Lakini hivi ndio niteswe hivi, nipigwe hivi. Yes, Mungu kiniepuke. Lakini kiniepuka si ndio itakuwa ya Adam na Hawa. Bwana, mapenzi yako yatimizwe. Mara ya pili. Kweli nikapigwe, kweli nikateswe. Bwana kiniepuke. Lakini mapenzi yako yafanyaje? Yatimizwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mwishowe aliturejeshea nguvu ya maamuzi kulingana na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa muulize jirani yako, bado unaamua kulingana na mapenzi ya Mungu au unaamua kulingana na mapenzi yako binafsi? Amesemaje? Hebu soma katika kitabu cha Luka 22:44. Naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yaliyodondoka nchini. Haleluya. Hali yake
wakati anaendelea kuomba juu ya jambo hilo, ikawa kama matone ya damu yaliyodondoka mpaka chini, yaliyodondoka mpaka chini. Hii sio kwa ajili yake, ni kwa ajili yetu, ili atulejeshee ile nguvu ya kuamua kulingana au kutokana na mapenzi ya Mungu. Kwa mtu yoyote aliyeokoka, manake haya maombi Yesu aliyoyafanya mpaka tone ya damu kumtoka, ilikuwa ni kuhakikisha wewe anakuondoa katika hali ya kuamua kulingana na matakwa yako binafsi na kuamua kulingana na matakwa ya Mungu. Kuna mtu ananielewa? Kwa maamuzi yote unayofanya, kumbuka pale Getsemane Yesu alienda kusahisha kilichofanyika kwenye bustani ya Eden akiwa kwenye bustani ya Getsemane, kuturejeshea nguvu ya kuamua kutokana na mapenzi ya Mungu na si mapenzi yetu binafsi. Yaani aliua mapenzi yetu akauisha mapenzi ya Mungu. Kwa ndio maana tunatakiwa chochote kabla tujafanya lazima tumuulize Mungu, lazima tumshirikishe Mungu. Kwa nini? Ili tuamue kutokana na mapenzi yake. Nataka kununua gari. Bwana, nataka kununua gari. Nataka kujua, ni mapenzi yako ninunue gari kuwanyoosha mtaani wanaonicheka, wanaonisema natumia cheo vibaya? Wenzangu wenye cheo kama changu wana magari, wananicheka. Je, na mimi ninunue gari niwaaibishe? Utasikia ndani yako nini kinaongea. Nunua ukawaaibishe au usinunue ukawaaibishe? Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Anakuja mchumba hana kitu, kapuku kila siku, afadhali ya jana. Ruhusu mapenzi ya nani? Ya Mungu. Kuna watu shetani aliwapa kazi ili awaondoe katika leli, na pasipo kuuliza mapenzi ya Mungu walizikubali, na leo hawako tena na Yesu. Kuna watu walipewa biashara pasipo kuuliza mapenzi ya Mungu, walizikubali, na leo hawana tena wokovu. Kuna watu walipewa tenda wakazipokea bila kuuliza mapenzi ya Mungu, leo wamepoteza neema ya wokovu, wamepoteza furaha, wamepoteza amani. Kwa nini? Kwa sababu hawakujua Yesu alitiririka damu pale Getsemane ili kuturejeshea nguvu ya maamuzi kulingana na mapenzi ya Mungu. Wapendwa, Bwana asifiwe. Amen. Nasema Bwana asifiwe. Amen. Paulo anasemaje? Hebu tusome katika Warumi 7:15. Warumi 7:15. Warumi 7:15, neno la Mungu linasema, maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo nilitendalo. Haleluya. Maana sijui nilifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo sifanyaji? Silitendi. Natamani ni msifu Mungu, simsifu.
Natamani nimtolee Mungu, simtolee. Natamani niombe, siombi. Natamani muda huu nisome neno la Mungu, sisomi. Ila kile nisichotaka kukifanya ndo nakifanya. Kwa nini? Vita ya maamuzi. Na katika kila vita Yesu alishatushindia kabla hata tujapambana. Tusome mstari wa 19. Hapo hapo. Mstari wa 19 neno la Mungu linasema, Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo ninalolitenda. Lile jema nilipendalo silifanyi, ila lile baya nisilolipenda ndio ninalofanyaje? Nalifanya. Paulo anataka kutuonyesha ama kutufundisha namna ambavyo katika maisha yetu kila leo tusipomshirikisha Mungu tunaweza tukajikuta tunafanya mabaya tu kinyume na mapenzi ya Mungu kuliko kufanya nini? Mema. Kwa sababu ya nini? Tusipomshirikisha Mungu ili tufanye kwa matakwa na mapenzi ya Mungu na si ya kwetu binafsi. Kitu chochote ukikifanya pasipo kumshirikisha Mungu na kutaka kujua hiki ni kwa mapenzi ya Mungu au ni utashi wangu tu, hii ni njia sahihi ya Mungu au ni maamuzi yangu tu, hili ninalolifanya ni jema sawa kwangu au kwa Mungu. Maana likisha kuwa kwa Mungu ni jema, hilo unapaswa kulifanya hata kama kwako litaonekana baya. Kwa sababu miili yetu, macho yetu na akili zetu wakati mwingine ni ngumu kupambanua jema la Mungu. Ndio maana maandiko yanasema neno la msalaba kwao wanaopotea ni nini? Ni upuuzi. Kwa sababu haiingii kwenye akili zao. Kwa lile lenye hekima kwao wanaloliona ndo zuri, kumbe ndo la kipuuzi. Alafu lile la Mungu ambalo ndo lenyewe ndo wanaona la kipuuzi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mungu anataka tuishi kwa kufanya mapenzi yake, tukae kwa kufanya mapenzi yake, tutende kutokana na mapenzi yake, na hapo ndo kwenye siri ya wokovu. Mtu ambaye hajaokoka yeye siku zote ni sawasawa na mtu ambaye amefunga macho afu anapita kwenye barabara kuu, main road, anatembea amefunga nini? Huyo ajali ni muda wowote, kwa sababu maisha yake yanakwenda kwa kubahatisha. Hana uhakika niko sehemu salama au siko sehemu salama. Ila wewe unatakiwa uwe na uhakika, kwa sababu wewe ufungi macho. Una uhakika Mungu akikwambia yes, yes itakuwa yes kweli. Na Mungu akikwambia no, ni no, hata kama wanadamu wataona umepoteza. Haleluya. Amen. Siku moja mchungaji aliletewa kesi ya mabinti wawili. Sikumbuki kama nishawahi kuwashuhudia. Ya mabinti wawili. Binti mmoja amezini na ana mimba. Binti wa pili amezini lakini hana mimba. Nishakwambia hicho kitu? Nishakwambia. Kwa sababu mnajua, acha nimalize kwamba kilicho, kama mchungaji asingetaka kujua mapenzi ya Mungu kwenye hii kesi, angehukumu kinyume na matakwa ya Mungu, bali kwa matakwa yake kulingana na anavyoona na mazingira. Kuna maamuzi unaweza kufanya ambayo watu wote wakakuona uko wrong, ila kama Mungu amesema you are right, you are right, wanasema waswahili watakushukuru baadaye. Haleluya. Sasa sisi
Wakati Mungu anasema hivi, sisi tunaangalia katika mwili, kama Yesu alipokuwa akiangalia katika mwili, namna atakavyodhalilishwa, namna atakavyoteseka, namna atakavyoaibishwa, namna atakavyotemewa mate. Alafu yeye akashinda. Sisi hatutaki kushinda. Tunakubaliana na mazingira yanayotutisha kwenye kufanya maamuzi. Matokeo yake tunafanya maamuzi kulingana na utashi wetu na matakwa yetu kwenye kile tunachokiona, badala ya kufanya sawa sawa na kile Mungu anataka. Matokeo yake badala ya kujiokoa tunapotea. Maandiko yanasema anayetaka kuiokoa nafsi yake atafanyaje? Na aliyokuwa tayari kuipoteza atafanyaje? Atafanyaje? Mbona ya atafanyaje? Msome Biblia. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumerejeshewa nguvu ya maamuzi, kwa sababu Yesu alishinda maamuzi, akaruhusu maamuzi ya Mungu yafanye kazi, badala maamuzi kulingana na matakwa yake binafsi yafanye kazi. Na kama angefanya kulingana na matakwa yake, leo hii tusingekuwa na kitu kinachoitwa wokovu bado. Si ndio? Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Damu ilianza kutoka kabla ya msalaba. Kwa nini? Kwa sababu ilibidi ashinde kwanza vita ya maamuzi. Niende nisiende, nikakeshe au nilale nyumbani, niende kwenye semina au niende kwenye shughuli zangu, niende ibadani au nilale nyumbani, nimtolee Mungu au nikanunue kitenge kipya. Haleluya. Mpaka leo tunaona unaweza ukapata hela, Roho Mtakatifu anasema nazili ile, akishikana na kuonyesha sawa, kuna nazili ila kuna lockdown inakuja. Ungeanza kujaza unga ndani, ungeanza kujaza mchele ndani, sukari ndani, lockdown inakuja. Sasa pale maamuzi tunapambana, nijiepushe na lockdown au nitii matakwa na mapenzi ya Mungu, alafu yeye ashughulike na lockdown yangu. Bwana asifiwe. Yaani lipi nifanye? Kuna watu niwaambie, wamekufa kwenye hayo maandamano, hata hawakuwa wanaandamana. Kuna mchungaji mama mmoja, mjukuu wake alikuwa anaumwa. Sikutishi sasa, makwendo wenye wajukuu. Mjukuu wake alikuwa anaumwa. Sasa ngoja niende nikamchukulie dawa ya maumivu. Anatoka nje akutana na risasi ya tumbo. Hapo hapo. Wala alikuwa andamani. Haleluya. Matakwa ya Mungu na matakwa yako yapi yatangulie? Yapi yanapaswa kupewa kipaumbele? Na wakati mwingine matakwa ya Mungu ni magumu kwenye akili za binadamu. Yaani Mungu anaweza akakwambia jambo hapa halienei. Hili lienee, nenda kwenye destiny yako. Yesu anza kwanza kuuliza, eti hivi nifanyaje ili niwatoroke wale Warumi? Wala unajua itakuwa alichokifanya, akaenda mara ya kwanza akaomba, akarudi tena akaangalia wanafunzi wake, jamani
wenzangu hao wana starehe, wamelala, wamepiga usingizi. Angeweza mwenyewe kupiga usingizi. Lakini akaona ule mzigo wao bado. Akarudi tena kwa ombi hilo hilo. Akaomba tena. Akarudi tena, ngoja niwaangalie wenzangu. Na mimi lali. Akalala. Bwana sifiwe. Hakufanyaje? Hata ngoja niende tena. Sasa akasema hii mara mwisho sasa hii mpaka kieleweke. Piga ombi kweli kweli kwenye mzigo mkubwa, kwenye hali ya uchungu sio kwa kawaida. Lakini Mungu anambia baba, ukinywea utakinywea. Hayo ndo mapenzi yangu. Vingine uamue kinyume na mapenzi yangu. Ila kama ni mapenzi yangu, lazima ufanyaje? Haleluya. Kwa ni ngumu kuamua kwa hiari. Na ukumbuke Yesu alikuwa anaamua kwa hiari, maana alikuwa na uwezo hata wale watu wasimshiki, wasimfanye chochote. Ule mwanzo tuliona walitaka kumtupa nje kwenye ukingo wa mlima, alipita katikati yao. Manake alikuwa anatakiwa kukubali kufanya maamuzi ya kukinywea kikombe kwa hiari, wala hakuna wa kumforce. Ndivyo ambavyo na sisi tunatakiwa kufanya kwa hiari. Sio mpaka panda ya wazee wa kanisa na kauli mbiu nyingi. Mwambie jirani yako, vita ya maamuzi inakutegemea wewe na kiwango chako cha maombi. Hata uombi unafikiri utaacha kutekwa? Uombi. Haleluya. Andika. Kila mahali. Anza na neno kwa hiyo. Kila mahali ambapo umekuwa ukisema siwezi kubadilika, Yesu alishinda kwa ajili yako. Yaani mimi hivi siwezi, Yesu alishinda kwa ajili yako. Amua sasa sawa sawa mapenzi ya Mungu. Kila mahali unapoona maamuzi kutokana au kulingana na mapenzi ya Mungu ni magumu, yani kuamua sawa sawa na mapenzi ya Mungu ni vigumu. Kumbuka Yesu alitoa damu yake au jasho lake kama matone ya damu ili kukupa nguvu ya kusema ndio kwa mapenzi ya Bwana, ndio kwa matakwa ya Bwana, ndio ninakubali Mungu nitumie kupendavyo, ndio niko tayari kwenda, ndio niko tayari kukesha, ndio niko tayari kuhubiri Injili, ndio niko tayari kwenda ibadani, kwenye kongamano, kwenye semina, kwenye usafi, kwenye idara. Niko tayari. Ndio hata kama unaona ni ngumu, ila Yesu alitushindia ili sisi tuwe na uwezo wa kusema ndio kwa mapenzi ya Mungu kama yeye alivyoshinda, na kukataa mapenzi au matakwa binafsi. Hawa aliangalia matakwa yake binafsi bila kuangalia mapenzi ya Mungu. So, matakwa ya Mungu usile, matakwa yake nile. Kwenye upambano akashindwa, akala. Lakini Yesu, matakwa ya Mungu ukinywe kikombe, matakwa yake isikinywe, lakini akaruhusu mapenzi ya nani?
ya Mungu akimea. Unanielewa hapo? Lakini haikuwa kazi rahisi. 3, kila mara adui akikuletea woga, mashaka au udhaifu juu ya maamuzi ya kulingana na mapenzi ya Mungu, mwambie Yesu alishanishindia kwenye bustani ya Getsemane. Kwa hiyo nitasema ndio kwa Bwana katika jina la Yesu. Andika sasa kwa herufi kubwa maana ya kiroho kwa Mkristo wa leo au kwa sisi waamini wa leo. Namba 1. Nguvu. Tunajifunza nguvu ya kusema ndio kwa Mungu. Namba 1. Maana ya kiroho kwa Wakristo wa leo au kwa waamini sasa wa leo. Maana ya kiroho. Namba 1. Tunajifunza kusema ndio kwa Mungu au kwa mapenzi ya Mungu. Hili kwa sababu Yesu alisema mapenzi yako yatimizwe. Yesu alisema mapenzi yako yatimizwe. Sio kama mapenzi yangu yatakavyo, bali mapenzi yako Mungu yatimizwe. Kwa kusema hivyo alitupa uwezo sisi wa kusema kwa kusema ndio kwa Mungu anapotutuma. Kwa kusema ndio kwa Mungu anapotutuma au anapotuita. Hapa haijalishi anakuita katika mazingira gani au anakutuma kwenye mazingira gani. Hautaangalia mazingira, hautaangalia matakwa yako, heshima yako, cheo chako, familia yako, mume wako, watu wako, watoto wako wanasema nini. Utakachoangalia wewe ni kimoja tu, ndio Bwana, niko tayari katika jina la Yesu. Wangapi wako tayari kusema ndio watakapotumwa? Na wangapi wako tayari kusema ndio watakapoitwa? Bwana nilikuwa nimepungua. Hapo tayari kuitwa, ila mko tayari kutumwa. Sasa utatumwa bila kuitwa? Shida yenu mnafikiri kuitwa ni uchungaji. Ndio maana nilikuwa nimelaini. Lakini tuna uwezo wa kusema ndio pale Mungu anapotuhitaji kwa toba. Pale Mungu anapohitaji kwa toba. Umekosea, umekengeuka, umetenda Mungu dhambi, usianze kujipa moyo. Mungu anakutaka kwa toba. Nenda mbele za Bwana, tubu. Usianze kutafuta visingizio. Bwana asifiwe. Kujificha kwenye kwaya hakutakusaidia. Kujificha kwenye praise hakutakusaidia. Kujificha kwenye idara hakutakusaidia. Kujificha kanisani hakutakusaidia. Lazima useme ndio, niko tayari kutubu. Maana mapenzi ya Mungu ni wewe uliyechafuka kuomba toba, utakaso, Mungu akusafishe. Sasa kujificha. Bwana asifiwe. Kuna wakati mwingine tunakuja hapa tunasema, haya tunaingia kwenye maombi ya toba. Sasa hapo inategemea umekaa na nani.
kama umekaa na mtu pembeni, ama umekaa na nimekaa na Fei. Sasa huyu Fei huyu atajua dhambi zangu. Baba, ninaomba unisamehe kama vile bali hivyo lakini Mungu wewe ni wa rehema. Nisamehe Baba, kwa sababu mimi kwenye hiyo lakini Baba wewe unajua. Ndio maana ukitaka toba serious, tafuta wakati serious, private, ili uache kwa Bwana. Hizi toba tunazotubu pamoja hizi ni za jendo tu. Ndio? Wewe utatubu hapo, Mungu nisamehe kwa kumsekenya Giloda na Giloda uje yuko. Wewe umelikatana hapo. Yaani nikisikia najua kabisa huyu sio wewe, umeshukiwa na roho. Roho amekushuhudisha. Kweli si kweli? Kwa lazima utafute nafasi private. Hebu geuke jirani yako, mtazame usoni. Tazama usoni. Mwambie kanisa halijatubu mpaka wewe utubu. Mwambie tena kanisa halijaomba mpaka wewe uombe. Usema kanisa letu la wana maombi wakati hujaomba. Yaani hilo kanisa halijaomba mpaka wewe utakapofanyaje? Omba. Hilo kanisa halijatubu mpaka wewe utakapofanyaje? Utakapotubu. Bwana asifiwe. Yaani juzi tulikuwa na maombi ya toba. Yaani tulitubu na kwambia, yaani kanisa sima na watu wanalia, wewe ulilia. Watu wanaomboleza, wewe uliomboleza. Watu waligaragara, wewe uligaragara. Sio kazi kuhadithia watu, wewe. Kanisa halitakusaidia kama wewe hautasaidika. Bwana asifiwe. Niulize kwa nini? Mungu anachukua mtu huyu? Wawili wamelala, mmoja anafanyaje? Wawili wanalima, mmoja anafanyaje? Sasa sema, yaani nakwambia siku tutakapotwaliwa, zungumzia kutwaliwa kwako. Utatwaliwa. Kanisa letu la moto, wewe wa moto. Kanisa liko fire, wewe uko fire. Amen. Yesu alitushindia kwa kusema mapenzi yako yatimizwe. Alitupa uwezo wa kusema ndio, kwa kukubali kubadilika kwa mwenendo na tabia. Alika. Kwa kusema ndio Bwana, ninakubali kubadilika mwenendo wangu na tabia yangu. Maana kwa mapenzi yako mwenendo wako unafaa, tabia yako inafaa. Lakini tunaporuhusu mapenzi ya Mungu, nasema ndio, kama hii tabia haifai, niko tayari kubadilika kuendana na tabia ya matakwa yako Mungu. Haleluya. Mwenendo. Sasa ukifika mahali pa kufanya maamuzi haya, ndio utajikuta kila unachokifanya unajikagua na kuuliza, ni kwa utukufu wa Mungu? Ili neno ninalolitamka litabeba utukufu wa Mungu? Sawa? Ili wazo ninalolitoa linabeba utukufu wa Mungu? Hii sehemu ninayokwenda inabeba utukufu wa Mungu? Hii shughuli ninayoishiriki inabeba utukufu wa Mungu? Huu urafiki tuliokuwa nao na huyu mtu, kijana una rafiki msichana, tena urafiki umekoea. Wenyewe wanasema pete na kidole. Urafiki, unatembeleana, mnapika chakula, mnakula pamoja. Ukiulizwa atuzini, sawa. Je, una utukufu wa Mungu?
mara amekutwa Kariakoo, mara amekutwa Tandika, mara amekutwa mara amekutwa sijui Mpelamundu, mara wapi, mara. Je, una utukufu wa Mungu? Mke wa mtu, una urafiki na wanaume? Ukiuliza jirani yako, urafiki umekolea kabisa na mwanaume mwingine, hata kama hakuna mahusiano ya kimapenzi, lakini una urafiki usiokuwa wa kawaida, na wewe unajua kabisa ni mke wa mtu, alafu una urafiki na mwanaume ambaye sio mume wako. Je, kuna utukufu wa Mungu? Yaani watu watakapokutazama, mawazo yao yatakaposafiri kwenda kukutafsiri, watakutafsiri kwa utukufu wa Mungu. Haleluya. Amen. Mabeki ndani ya utukufu wa Mungu. Afasema watu wanasema tu. Kuna mtu mmoja akasema sio kila mti unaopigwa mawe una matunda. Mengine inakuwa nini? Nyoka. Sasa maisha yako yamebeba nyoka, watu wanampungua. Wewe nikwambie kitu kimoja, mtu uliyeokoka, jamii inapaswa kukuchukia kwa jambo hili, kwa jambo hili moja tu: wokovu. Wokovu. Hutaki kushiriki hiki kwa sababu nimeokoka. Hutaki kufanya hili kwa sababu nimeokoka. Hutaki kunywa pombe, nimeokoka. Hutaki urafiki wa kusengenya wengine kwa sababu nimeokoka. Wakuchukie kwa sababu hiyo. Sio wakuchukie kwa sababu ya tabia yako mbaya. Hata Yesu alimchukia. Yesu hakumchukia kwa sababu ya tabia mbaya. Na nikwambie, in fact, kati ya watu ambao walipendwa ni Yesu. Yesu alichukiwa na watu wa aina mbili tu, na viongozi wa dini wakijua atachukua nafasi yao, na Warumi, ile serikali, wakijua atajikuwa ndio mfalme. Lakini jamii ilipenda. Hakuna mahala kuliwekwa kikao cha watu wa kawaida kwenda kumsaliti Yesu. Hakuna. Ni Mafarisayo, Masadukayo, waandishi. Hao walichukia kwa sababu alikuwa na hekima isiyokuwa ya kawaida. Kwa huyu mtu atachukua nafasi yetu. Hiyo ni sawa sawa na leo kuna wachungaji ambao anaweka mchungaji msaidizi. Hasa mchungaji msaidizi anafanya vitu sio kawaida. Anaanza kuingiwa na roho ya nini? Watu wanampenda. Sasa watu wanafanyaje? Wanampenda. Ila yeye anaanza kumwekea vikini aonekane mbaya wakati sio mbaya. Ndani yake ana roho ya wivu inayozalisha chuki. Bwana Yesu asifiwe. Emnyosha mkono namna hii. Sema Yesu, nibadilishe, niamue sawa sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu. Lakini aliposema mapenzi yako yatimize, alitupa uwezo wa kusema ndio kwa mabadiliko mapya ili kuwa watu wapya katika Kristo. Andika. Alitupa uwezo wa kusema ndio kwa mabadiliko mapya ili kuwa watu wapya katika Kristo. Ya kale yamepita, uchoyo uende, chuki iende, umbea uende, manunguniko yaende, kisilani. Mnakijua kisilani? Mnakijua kisilani? Mnakijua?
Kuna watu visirani. Dogo, kubwa, kubwa, kubwa. Kisirani kifanyaje? Kiende. Uchoyo uende. Wivu uende. Mwenzi akiimba vizuri, unaona wivu. Mwenzi akihubiri vizuri, unaona wivu. Bwana asifiwe. Wivu. Kaja juzi tu anajifanyia ndo anahubiri kuliko sisi. Anataka ushemasi, yana lolote. Tunampa siku tutamuona. Bwana alijua ni kanisa nalisikia. Atuulize sisi makontawa. Wazawa wenyewe. Tumetulia tunamzumu tu. Hapa juu hapa huyo. Kuna watu walikuja na spidi kama yake sasa wametulia namna hii. Macho hadi na gia kubwa juu kama huu mlima. Tabia kama hizo zinatakiwa ziende. Tumwachie shetani. Sisi tunasema ndio tuko tayari kwa tabia mpya, kuwa watu wapya katika Kristo, sawa na Wakorintho wa pili 5:17. Hiyo ilikuwa moja. Namba 2. Kwa Yesu kusema mapenzi yako yatimizwe, wala si mapenzi yake yeye. Alitupa nguvu ya kukataa maamuzi ya shetani. Alitupa nguvu au alitushindia au alituwezesha kuwa na uwezo wa kukataa maamuzi ya shetani. Kwa mfano, namba 1. Kwa mfano, namba 1 au unaweza kaweka A, maki ile tunaweka ni 2, sasa iweka A. Na weka kimshale andika. Kwa mfano, shetani anakuambia huwezi kuacha dhambi fulani. Huwezi. Labda wewe ni muongo sana. Kila ukidhamiria kuacha, wewe kwa kweli uongo huwezi kuacha. Endelea tu. Hiyo ni ngumu. Hata fulani bwana anadanganya, na fulani bwana anadanganya. Huwezi kuacha. Unataka kuacha zina wewe utaishije? Huwezi. Ngumu. Huwezi kuacha. Angalia na fulani. Mbona ni fulani bwana mzuri zaidi hata yule wa kwanza. Mwangalie yule pale alikuwa na shepu. Mwangalie yule pale alikuwa mweupe. Unaendelea. Sasa kitendo ukikumbuka kwamba Yesu aliruhusu mapenzi ya Mungu, tofauti na Adam na Hawa ambao waliruhusu mapenzi yao yenyewe binafsi, hiyo itakuwezesha kusema hapana kwa shetani. Dhambi inaweza kuachwa kwa toba na kugeuka katika jina la Yesu. Lakini mfano wa pili, shetani anakuambia huwezi kubadilika. Huwezi kubadilika. Endelea hivyo hivyo. Wanabadilikaga taratibu taratibu, utabadilikiaga mbele, wewe endelea hivyo hivyo. Hapana. Sasa hivi lazima nibadilike kwa sababu Kristo alinipa uwezo wa kufanya maamuzi kulingana na mapenzi ya Mungu na si mapenzi yako binafsi. Kwa kwenye hili lazima nibadilike. Haleluya. Lakini shetani anaweza kuambia huna nguvu, huna uwezo. Kwa hiyo usifanye hivi. Huna hela, utakula nini? Usitoe. Umechoka, utaendaje huko kwenye kesho utasinzia tu. Usiende. Uongo nani huo? Unapaswa kukataa maamuzi ya kutokwenda kwa sababu ni maamuzi ya nani?
na sisi tunapaswa kukubali maamuzi ya nani? Usipojua haya, utajikuta unamlaumu Hawa kwa kosa ambalo wewe sio unalifanya, unaliishi. Bwana asifiwe. Kila siku kosa lile lile ambalo alifanya Hawa, na unafanya hilo hilo, ila kila ukikumbuka yule alitupotezea kweli yani. Mbona wewe unapoteza? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa andika kwa herufi kubwa. Andika hivi. Sikia Shetani, nguvu ya kuamua kulingana na mapenzi ya Mungu imerejeshwa kwangu kupitia Kristo Yesu. Pale Getsemane hata damu ilimtoka. Edeni ilileta kushindwa, lakini Getsemane ilileta ushindi. Yesu alichagua mapenzi ya Mungu badala ya kuchagua matakwa yake binafsi. Mambo ya kuzingatia. Mambo ya kuzingatia. Jambo la kwanza, maamuzi makubwa ya kiroho hushindwa au hushinda kulingana na kiwango cha maombi yako. Maamuzi makubwa ya mambo ya kiroho hushinda au hushindwa kulingana na kiwango chako cha maombi. Tumeona Yesu mara ya kwanza na mara ya pili, mara ya tatu, mpaka kufikia jasho kama damu kumwagika. Haikuwa maombi mepesi. Unataka kufanya mambo makubwa kwa maombi mepesi. Kiwango chako cha maombi kitaamua mambo makubwa kwenye ulimwengu wa roho. Ili uweze kufanya maamuzi yatakayoleta mambo makubwa, lazima uwe na kiwango kikubwa cha maombi. Jamani, kweli si kweli? Lakini kama maombi yako ya mepesi, hata mambo utakayokuwa unapata ni mepesi. Tutabaki kila siku tunamshukuru Mungu, namshukuru Mungu kwa ajili ya uzima. Januari mpaka Desemba sijapata ajali, nimepata ajali. Sijalala hospitali, nimelala hospitali. Sijalala njaa, nimelala njaa. Mungu awabariki. Kweli si kweli? Sio jambo dogo, lakini kuna mahali unataka kuenda zaidi hapo. Bwana asifiwe. Jambo la pili la kuzingatia, mapenzi ya Mungu sio rahisi, ila ni sahihi. Mapenzi ya Mungu sio rahisi, ila ni sahihi. Wakaambiwa twekeni nyavu mpaka wapi? Mkavue nini? Lakini katika hali ya kibinadamu tumekesha usiku, hakuna nini? Samaki. Na inawezekana kitaalamu huu msimu sio msimu wa samaki. Au mbalamwezi, wenyewe wavuvi wanajua, sio mbalamwezi ikifanyaje samaki wanajua, sio mbalamwezi ikifanyaje samaki hakuna. Kwa katika hali ya kawaida tunapaswa tukapumzike. Unataka kutusumbua. Kwa ni ngumu sana kuamua, ila maamuzi yanayotokana na mapenzi ya Mungu ndio maamuzi sahihi, hata kama magumu.
Amen. Bwana asifiwe. Jambo la tatu, Yesu alishinda udhaifu wa maamuzi kwa ajili yangu. Yesu alishinda udhaifu wa maamuzi kwa ajili yangu. Yesu alishinda udhaifu wa maamuzi kwa ajili yangu. Pale ambapo ningeamua kidhaifu, mimi natakiwa niruhusu tu mapenzi ya Mungu, kwa sababu Yesu alishashinda huo udhaifu. Hata kama mbele ninaona kupoje, lakini Yesu alishinda. Acha niamue. Mungu ananiambia sasa, ninakutuma uende Mafia ukahubiri Injili. Ni kweli ni pagumu, sio kazi rahisi, lakini Yesu alishinda. Hata mimi niende, nitashinda katika jina la Yesu. Namba 5. Namba 4, namba 5. Andika, mimi sio mchovu tena katika kutii sheria ya Mungu, maana Kristo aliniwezesha kwa yeye kutii. Si mchovu tena katika kutii sheria ya Mungu au mapenzi ya Mungu, maana Kristo alishinda kwa kutii kwa ajili yangu. Namba 5 na mwisho, kila ushindi unaanzia katika Getsemane yako. Kila ushindi unaanzia kwenye Getsemane yako. Tafsiri yake ni Yesu kabla ya kuendea msalaba alianza na maombi. Getsemane yako inaweza kuwa bustani, inaweza kuwa chumba chako, inaweza kuwa hapa kanisani, inaweza kuwa popote. Lakini kabla hujaamua, kwanza ingia, uliza mapenzi ya Mungu. Bwana, ninataka 1, 2, 3, ila si kama nitakavyo, bali mapenzi yako yatimizwe. Na kama unaona si mapenzi yako, niepushie mbali. Binti moja alichumbiwa. Alipochumbiwa wakaanza uchumba. Wakiwa kwenye ule uchumba, akawa kama anakosa nini? Amani. Anakosa amani, ila sababu hiyo anakosa tu amani. Baadaye akaingia kwenye chumba chake cha ndani, akamwambia Mungu, kama ni mapenzi yako nipe amani, na kama si mapenzi yako nifarakanishe naye kwa lolote, kwa njia yoyote utakayoiona wewe inafaa, nifarakanishe naye. Anampenda sana, ila anakosa amani. Na kumwambia mimi na wewe basi, kwa namna anavyompenda inashindikana, ila yuko Mungu wa yanayowezekana, si ndio? Nifarakanishe naye kwa namna yoyote, haijalishi nitaumia kwa kiwango gani, ila nifarakanishe naye. Bwana sio? Na kweli Mungu akamfarakanisha na yule kijana. Haleluya. Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Amen. Nyosha mikono yako yote juu. Alafu ukiwa umefunika macho yako na kuinamisha kichwa chako, sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa damu yako iliyomwagika. Ninaamini kwamba kupitia ushindi wako, nguvu ya kuamua sawa sawa na mapenzi ya Mungu imerejeshwa katika maisha yangu. Nisaidie kusema ndio
kwa mapenzi ya Mungu, na hapana kwa majaribu na hila za shetani. Nipe moyo wa kutii nguvu ya Roho Mtakatifu na ushindi katika maamuzi yote, katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Mmoja tuasheta, naomba tu dakika kama 15 za ziada. Haleluya. Hiyo sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili. Sehemu ya pili, kama Mungu atatujalia tutaimaliza, na kama tutakomeenda sana basi tutaibakisha. Ila sehemu ya pili, kwanza hiyo sehemu ya kwanza mmenielewa kuhusiana na Gethsemane na nguvu ya maamuzi? Kuna mtu hajaelewa? Mmenielewa eh? Amen. Damu ya Yesu, sehemu ya pili, ilimwagika kwenye mgongo wake, iliyotokana na mijeledi. Iliyotokana na mijeledi. Mgongo wa Yesu ulimwaga damu nyingi kwa sababu ya mijeledi. Alipigwa viboko vya maana. Katika kitabu cha Isaya sura ya 53, sura ya 53, sura ya 53 mstari wa 5, pata pale tusomee. Isaya 53 mstari wa 5. Ndio. Neno la Mungu linasema, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Haleluya. Kipigo cha mijeledi kilichopelekea damu nyingi kumwagika maeneo mgongoni imeturejeshea afya, imeturejeshea au imetupatia uponyaji. Hii ikiwa na maana kila jeraha lililotiririsha damu lilikuwa linaponya ugonjwa, lilisimama badala ya magonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alipigwa mijeledi mingapi? Alipigwa mijeledi 40. Wangapi wanasema alipigwa mijeledi 40? Haya, wengine? 100. 100. Haya, wengine wanasema 100. Bwana asifiwe. Haleluya. Narudia, haleluya. Amen. Hebu tusome katika kitabu cha Mathayo sura ya 27 mstari wa 26. Saba 26. Haleluya. Baada ya kufanya nini? Kumpiga Yesu mijeledi. Yesu alipigwa mijeledi
Na kwa kawaida katika kanuni za Kiyahudi au katika utaratibu wa adhabu hizi, Yesu ndo aliongoza kwa kupiga mijeledi mingi. Bwana asifiwe. Katika adhabu zile alipigwa na mijeledi. Mijeledi ile haikutakiwa tu ipungue, izidi 40. Haikutakiwa izidi ngapi? 40. Tulisoma katika Kumbukumbu la Torati 25 mstari wa 3. Aweza kumpiga simba 40 asije akaonekana mkio kuwa amedharauliwa kwako. Azidishapo akumpiga simba hii. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Sasa tunapozungumzia mijeledi, haikuwa fimbo ya kawaida. Haikuwa fimbo ya kawaida. Na wataalamu au wanatheolojia ambao watafiti wanasema kipindi hicho mijeledi ile ilitengenezwa kwa ngozi iliyokakamaa, na mbele ya ngozi iliwekwa vyuma vilivyopinda misili ya ndoano, na hawalikuwa tu hawapigi tu kama mtu anachapa fimbo. Ndio maana lazima ulikuwa ufungwe kwenye nguzo, mgongo uko kati. Ile nguzo ni kama unaikumbatia, umefungwa mikono ili mgongo ukae hivi. Na ule mjeledi unapopigwa, ukipiga, yani haupigi hivi, unapiga pa, ile kamba zinakuja zinanasa zile nyama, alafu haunyanyui, unavuta ili zile ndoano viondoke na nyama. Kwa alikuwa ni washa. Pasiwe. Damu zinafanya maumivu yake ni zaidi anayeumwa kansa, maana ilikuwa ilikilisha kansa. Ni zaidi anayeumwa tumbo, maana iliwakilisha. Zaidi anayeumwa ukimwi, zaidi anayeumwa sukari, zaidi anayeumwa ugonjwa wao wowote. Ndoano zinashika, zinaondoka na ngozi, zinaondoka na mishipa, pasuka, damu zinafanya hivi. Sisi leo si niende kwenye ibada, si niende, ila ngoja nipigie Mwanamisi, kama anakuja taenda kesho. Mwanaume amekamata nguzo namna hii, utoki hapa. Jamaa, na nikwambie, hawa sio tu askari wa kawaida. Rumi ilikuwa ili uwe askari lazima ufiti kwenye vigezo. Namba 1. Namba 2, ili uwekwe kwenye kitengo cha kutoa adhabu ya mijeledi lazima ufiti kwenye vigezo. Lazima uwe na uwezo. Na sio mijeledi yote anakupiga mtu mmoja. Nguvu mpya kikubwa inahesabiwa. Lakini mabaunsa au unaona speed kuna mabaunsa wala ugali wanaoshiba sana kunyanyua vyuma. Wale watu hawajanyanyua vyuma, hawajalitayari, ni mabaunsa. Akikamata mjeledi akiunyosha hivi, akiushusha, akivuta, wa pili kule anashusha, anavuta, huyu anashusha, anavuta, yule anashusha, anavuta. Wakichoka wanakaa pembeni, na ingia nguvu mpya.
Ambaye jirani yako, halikuwa jambo rahisi. Usiuchezee wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Na nikwambie, Yesu sio tu alipigwa, alikubali kupigwa. Hilo kwanza uelewe. Sio tu alipigwa, ila alikubali kupigwa kwa ajili yako. Yaani ingewezekana kabisa yeye kutokupigwa, ila kwa ajili yako, kwa ajili yangu, akawa kama kondoo anayepelekwa wapi? Alitulia tuli, anasikia maumivu yasiyokuwa ya kawaida, kama alivyokuwa anajitabiria akiwa Getsemane. Ndicho kinachotokea, na haya ndiyo mapenzi ya Mungu. Wewe umeumwa siku mbili, washirika wanaenda kutembelea kanisa gani? Halina upendo. Inaondoka kama uko mwenyewe. Basi washirika wa kanisa la zamani alikuwa hivyo. Wanaenda ukate, nyumba kwa nyumba. Wewe umeenda ukatoka kwa nyumba ya nani? Nani ulienda ukamega naye mkate? Sema Yesu nihurumie. Yaani kuna vitu ukitafakari unaona hata hivi nilivyookoka ni kama bado sijaokoka. Yaani kama vile niokoke tena. Ndio maana Paulo amefanya kazi kubwa. Hapo anasema sidhani kama nimefika. Maana kila akitafakari kazi ya msalaba anaona bado hajafanya kazi. Kila akipiga kazi anapasukiwa na jahazi, anapigwa mafimbo, anapelekwa gerezani, akitoka niende nisiende, akikumbuka kazi ya msalaba, mimi hamna nilichofanya, wacha niingie tena mzigoni. Sisi hatufanyi kabisa, ila tuna visingizio. Hata Mungu anaona, Mungu anaona. Alikwambia nini kapi po? Hapa kwenye kuna watu wanasema mchungaji angejua. Sasa amalize tu. Yaani hapo ndio atatenda nyingine tena. Atasema tena. Ndio nasema tena. Na tena. Ukisikia kwenda nenda ile anaendelea. Haleluya. Bwana asifiwe. Yesu alipigwa Bwana. Ila yeye alikubali kupigwa. Kwa nini alipigwa? Kwa sababu ya upendo wake kwa wanadamu. Upendo wake kwako na kwangu. Na mapigo yale yalikuwa na mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza andika. Yale mapigo, damu ile ilikuwa na mambo makubwa mawili. Ilikuwa na mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, damu ile ilipomwagika ilikuwa ni kuonyesha upendo wa Mungu kwa mwanadamu, au upendo wa Yesu kwa mwanadamu. Upendo wa Yesu kwa mwanadamu. Lakini jambo la pili ilikuwa ni malipo ya magonjwa yote kwa mwanadamu. Kwamba utakapokubali ile damu ni ondoleo la magonjwa yote unayoyajua wewe, iliwakilisha maumivu ya kila aina ya ugonjwa unaojua wewe. Ndio maana hakuna ugonjwa ambao kwa Yesu hauwezekani. Lakini tatu, damu ile ilikuwa ni dhamana ya afya zetu.
Kila ukisikia maumivu, kwa kupigwa kwake nimepona. Una uhakikisho, iko dhamana, kwa kupigwa kwake nimepona. Kwa haikuwa damu ya kawaida. Hapa sio tu ukombozi wa wanadamu kwenda mbinguni, lakini damu hii ndiyo inayotupa uponyaji wa magonjwa yote. Damu ya Yesu ilimwagika msalabani. Damu ya Yesu ilimwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa kupigwa kwake damu ikamwagika ili ipate kupona ugonjwa huu unaonisumbua. Haleluya. Yesu alibeba mwilini mwake kila aina ya ugonjwa. Alibeba katika mwili wake kila aina ya ugonjwa. Hilo lazima mwanzo ndio alitabiri. Haleluya. Kila aina ya ugonjwa Yesu alibeba. Kwa maana hiyo andika, alibeba ukimwi. Andika kabisa kwenye nosi yako. Hivi kumbe hatuoni. Hapa nina hakika na Mama Dori hawezi kuona. Na bila yeye kuandika somo aliendi vizuri. Basi damu imekaa vizuri kwake. Amen. Kama una simu washa. Na malizia. Japo sina uhakika. Damu ya Yesu. Kwa katika mwili wa Yesu, kwa ile damu kumwagika, Yesu alibeba ukimwi, alibeba saratani, yani kansa, alibeba kisukari, alibeba matatizo yote ya moyo, alibeba matatizo yote ya figo, alibeba magonjwa ya presha, magonjwa ya pumu. Asante Yesu. Narudia. Kwa kumwagika kwa damu ya Yesu kuliashiria Yesu alibeba magonjwa yote kama vile ukimwi, kansa, sukari, magonjwa yote ya moyo, magonjwa yote ya figo, magonjwa yote ya presha, magonjwa yote ya kupumua, magonjwa yote ya ngozi, viungo, mishipa na mingine yote yaliyopo na yatakayokuja. Haleluya. Kwa hiyo sasa, andika, kwa hiyo moja, hakuna ugonjwa uliosahaulika kwa kumwagika kwa damu ya Yesu. Hakuna ugonjwa uliosahaulika kwa kumwagika kwa damu ya Yesu. Namba 2, hakuna ugonjwa ulio juu ya damu ya Yesu. Haupo. Sema ugonjwa huu sio damu ya Yesu wa kwenda kwa mganga. Haupo. Haleluya. Hii inaashiria nini? Hii inaashiria uponyaji ni sehemu ya wokovu tulio nao. Yaani ukiacha tu swala la kwenda mbinguni, lakini pia kwa njia ya kumwagika kwa damu ya Yesu, kwa kupigwa mijeledi, uponyaji ni haki yetu. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Na neno la Kiebrania ukisema tumepona, kwa neno la Kiebrania ni rafa, R-A-P-H-A, rafa. Hii ikiwa inamaanisha kuponywa, B, kurejeshewa afya, C, kufanywa upya, D, kuwa salama. Kwa hiyo tunasema kwa kupigwa kwake tumepona, maana yake tumeponywa ule ugonjwa, tumerejeshewa afya, tumefanywa upya na hakikisho la usalama wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wokovu tumeupata kwa njia zote, ya mwili, nafsi na roho. Ndio maana hakuna chochote kwenye maisha yako ambacho hakipaswi kuonyesha utukufu wa Mungu, kwa sababu wokovu ni wa nafsi, wokovu ni wa mwili, wokovu ni wa roho. Anayesema mwili ya uokovu mwongo. Upo kwenye package ya uokovu. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa maana ya kiroho, kupigwa kwake, maana ya kiroho. Namba moja, hii inamaanisha kwamba hatuna budi kukubali uponyaji wa kimungu. Kama vile tunavyoamini hospitali, tunapaswa tuamini zaidi uponyaji wa kimungu, kwamba Mungu anaponya. Sio unapona alafu unaanza kutilia mashaka kwa sababu hujala kidonge. Mungu anaponya. Bwana asifiwe. Alitupatia afya tena kwa njia ya kumwaga damu yake. Namba mbili, lazima tukubali kwamba ugonjwa sio mapenzi ya Mungu. Ugonjwa sio mapenzi ya Mungu. Lakini jambo la tatu, lazima tukubali kwamba uponyaji ni haki ya kila aaminie. Uponyaji ni haki ya kila aaminie. Ukiamini tu damu ya Yesu ilimwagika kwa ajili ya uponyaji wako alipopigwa mijeledi. Kwa hiyo tunapopokea wokovu, tunapokea pia uponyaji wa mwili, afya mpya au uamsho wa Roho Mtakatifu. Namba nne, tunapaswa kufahamu ama kukubali kwa damu ya Yesu inaendelea kutenda kazi hata leo kwa njia ya damu ya Yesu inaendelea kutenda kazi hata leo kwa njia ya maombi, B, neno la Mungu, C, imani, D, mguso wa kiroho au mguso wa Roho Mtakatifu. Damu ya Yesu. Mambo ya kuzingatia tunapomalizia, mambo ya kuzingatia. Jambo la kwanza, majeraha. Namba moja, majeraha ya Yesu si maumivu tu, bali ni chanzo
cha uponyaji wetu. Hakupigwa ili kufurahia kuumia, ila alipigwa akamwaga damu yake ili sisi tupate kupona. Jambo la pili la kuzingatia kwamba hakuna ugonjwa ulio juu ya damu ya Yesu. Hakuna ugonjwa ulio juu ya damu ya Yesu. Lakini jambo la tatu, ukipokea Yesu umepokea na afya njema. Ukimpokea Yesu umepokea na afya njema, maana uponyaji ni haki yako. Jambo la pili, usiogope magonjwa ya kutisha, maana Yesu alishayalipia kwa kumwaga damu yake. Tumeni huko daktari anakuambia wewe usijui inatakiwa ufanye, usiogope. Damu ya Yesu ilimwagika kwa ajili ya huo ugonjwa. Lakini la tano na la mwisho, usiamini uongo wa shetani kwamba huwezi kupona ugonjwa huo. Hapana. Mapigo ya Yesu yaliwakilisha kila ugonjwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Nyanyua mikono yako juu. Yote miwili kama umeshaandika, funika macho yako. Fatisha maneno haya. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema kwa nguvu, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nakushukuru. Nakushukuru kwa majeraha yako na damu yako iliyomwagika kwa kupigwa mijeledi kwa ajili ya afya yangu. Asante Bwana Yesu. Naamini kwamba kwa kupigwa kwako nimepokea afya na uzima tele. Ninakataa kila ugonjwa. Ninakataa kila aina ya ugonjwa juu ya maisha yangu kwa jina la Yesu. Ninapokea nguvu ya uponyaji inayotokana na damu ya Yesu iliyomwagika katika jina la Yesu. Ninatangaza uzima, ninatangaza afya, ninatangaza nguvu mpya katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu inanyunyiza katika kichwa changu, inanyunyiza kwenye shingo yangu, inanyunyiza mabegani, kifuani, mikononi, tumboni, kiunoni, kwenye mapaja, kwenye magoti, kwenye miguu, kwenye unyayo. Kwa jina la Yesu, damu yako ikanifunike. Kwa jina la Yesu, damu yako ikatembee kwenye afya yangu. Kwa jina la Yesu, damu yako ikaniponye kila ugonjwa. Kwa jina la Yesu, ninaagiza damu yako Yesu kwa watoto wangu. Ninaagiza damu yako Yesu kwa familia yangu. Ninaagiza damu yako Yesu kwa ndugu zangu. Ninaagiza damu yako Yesu kwa ukoo wangu. Ninaagiza damu yako Yesu katika jina la Yesu. Damu yako Bwana ikatembee kila kona ya maisha yangu. Damu yako Yesu ikanizingire, ikanilinde na kila mishale ya adui, ikanilinde na magonjwa ya moyo, ikanilinde na presha, ikanilinde na kansa, ikanilinde na typhoid, ikanilinde na sukari,
ikanilinde na magonjwa yote yanayoambukiza na magonjwa yote yasiyoambukiza, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa nguvu ya damu yako ninakataa kila ugonjwa, kwa nguvu ya damu yako ninakataa kila maumivu, kwa nguvu ya damu yako ninakataa kila uchungu. Ninatamka afya kwa jina la Yesu, ninatamka afya kwa jina la Yesu. Ninakausha kwa damu ya Yesu kila aina ya ugonjwa uliopo, unaonijemelea, unaotaka kuja kwangu mwenyewe, kwa watoto wangu, kwa ndoa yangu, kwa familia yangu, kwa jina